anafunga kiroho. Karibu chakula mwanangu. Tusali mama. Tusali, nimesahau na mawazo. Haya baba, tusali. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunaomba bariki chakula hiki kiweze kutupa nguvu na afya njema. Tunaomba haya yote kupitia jina la mwana mpendwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Kijana mdogo Mwanangu, naomba ujiandae kwa safari yako ya kesho. anafunga kiroho, Ili uweze kwenda kwa ndugu yako. Uweze kumpelekea salamu zangu na chochote ambacho tumejaliwa. Lakini mwanangu, nakuasa sana kwa ajili ya miji ya watu. Huko nakoenda mwanangu, kuna watu wazima, kuna watoto wadogo, na kuna ambao unalingana nao. Ili uweze kufanikiwa katika maisha, unatakiwa kuheshimu rika lote na uwapende wote. Usichague mwanangu. Usimpende ambaye anacho, ukamchukia ambaye hana. Naamini kabisa mafunzo ambayo nimekufunza na heshima niliyokufundisha ndio utakaoenda kuishi na watu. Sio kitu rahisi sana kwangu, kwa sababu nimeshazoea tunapambana kwa pamoja. Kama unavyoona maisha yetu yalivyo, maisha magumu. Hatujui kupata chakula kwa wakati. Tunakula pale tunapopata. Mwanangu, naomba utambue, watu walisema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Naomba ujue mwanangu, walimwengu wanafundisha vibaya. Walimwengu wana hukumu kali. Walimwengu ni makatili. Hivyo naomba mwanangu, hata kama utakosa, usichukue cha mtu. Naomba mwanangu ukajihangaikie, ujitafutie. Sijui kama umenielewa mwanangu. Nimekuelewa mamangu. Na kuahidi nitaenda kupambana kwa hali na mali huko mjini, nikihakikisha kwamba nitarejesha heshima ya familia yetu, lakini pia vile vile kubadilisha maisha yetu. Na ukika kwamba shida na taabu tunazozipitia itabaki kuwa story.
Niamini mama yangu. Samahani sana mwanangu. Sikupenda wewe uone chozi langu. Wala sikupenda unione hivi nilivyo. Lakini ni maisha. Na vile ambavyo wewe unavyoondoka hapa, upweke nitakao kuwa nao umealeta haya yote. Mwanangu, ni mengi sana natamani kuongea na wewe, lakini naona muda hautoshi. Wala sitamaliza babangu. Nikutakie safari njema. Na haya yote nilokuambia uyasikie. Na sio kuyasikia tu, uyashike babangu. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mamangu. Lakini usiwe katika hali hiyo. Haya mambo yatapita tu. Na kila kitu kitakuwa sawa mamangu. Mungu ndo anayegawa. Zamu yetu inakuja mamangu. Hii hali isikuzoefishe namna hiyo mamangu. Leo na losto sana yani. Alafu sielewi hata kidogo unajua. Unajua kuna wakati mwingine tu tunaweza kuvuta. Tu tunafikia unapataje pesa. Sikilize mwanangu. Mimi bila kula yale mazingira siwezi kufikiria hata kidogo. Kishapiga mazingira yangu mimi michongo kibao inakaa sawa. Kwa tunafanya mimi sijaje na mazingira kama hiyo. Bila shaka umepokea ujumbe wangu. Ndio boss. Sasa fanya kama nilivyokupa maelekezo. Hakikisha unafanya kitendo cha kikatili ambacho hatoka kukisahau kwenye maisha yake. But remember one thing. Sihitaji kumwaga damu mwezi wa Ramadhani. I think you understand what I'm saying. Fanya kama navyotaka. I don't need more questions. Kabla iftari itakuwa kila kitu kishaisha. Perfect. Dada, kwa wafanye kazi. Sawa bila kupoa basi. Sikia nikwambie bro. Unajua kuna wakati wanaingiza sana tamaa kwenye madili kama haya. Nataka nikuzingatie kitu kimoja, usichokijua. Mimi nataka nikawa kwanza kwenye mazingira. Mwanangu hivyo sio vitu vyangu. Ila madusko ndio vitu vyangu mimi. Hapo hamna kunyeza, hamna kokoli. Unapita. Au sio? Anaitwa Guluja, anafunga kiroho, anatazama mbali sana, anaota mabasi miji yenye kelele, mikono mifukoni, anatafuta fursa pale. Mungu msimamie kijana Gulu, njia za mbali zimlete salama tu, asipote kwa macho ya makuu. Mshike mkono, mtulize moyoni,
maneno ya shoga yangu. Yaani kuna watu vinganga nini? Hebu soma message kwanza. Nini tena? Nini tena? Soma message. Nini tena? Umeganda hapo kitu gani? Astaghfirullah lazima. Shoga yangu, hivi kweli kabisa unataka kwenda kuzini mwezi wa Ramadhani wewe? Kumbe nao jielewi wewe. Wewe kidogo hizi amnazo. Sasa mwezi mtukufu Ramadhani na mimi kuzini kunaingiliana vipi? Kwani nikienda kuzini kuna mtu anaoniona? Na wale wanaopita hapa wanafanya mambo ya hadharani, mimi naenda kugesti chumbani wenyewe wawili. Tena huyu mbaba nimwambia kila siku sikutaki mume wa mtu. Lakini aning'ang'ania utafikiri ruba nimfanyeni? Niache hela. Wewe kuweza. Hivi shoga yangu kweli? Uko serious kabisa? Hivi unajua huu mwezi mtukufu ukienda kuzini unapata dhambi ya aina gani wewe? Subiri kwanza. Hizo hela nikipata natumia peke yangu. Nikirudi na vitu vyangu ndio wa kwanza kimbele mkono wewe utafikiri kitu gani? Lakini hapa leo amna kwenda unazini wewe unajua zinaa wewe. Ngopa zinaa ngopo nazini. Hivi shoga yangu kweli unataka kwenda kuzini kisa pesa wewe? Bwana nisikilize, sitaki kufundisha, sitaki unisemeshe chochote. Sijui umenielewa? Mimi nitazini na nitazini. Hapa masuala ya kufundishana sitaki. Hivi wewe namjua wote huu kabisa umeelewa tila lila. Na saumu yote hii ilivokali kabisa uwe mbaba wewe. Aya, mimi na yule nani mja dhambi? Mjalana ambaye Mwenyezi Mungu kesho anamshindilia mikaa ya moto. Mimi na yule nani mwenye dhambi? Maana mimi nazini chumbani watu wanioni. Tena kwa asili wenyewe wawili tu tunafanya maaba yetu. Tena yule tika kila mtu anamuona, ajui macho ya watu kama ni dhambi. Hivi shoga yangu unachokiona ni kweli au? Yaani ukute mke wake amjali, ndio maana mtu kapauka kaa nini? Yaani anamuona sio kitu gani kwa ajili ya pombe. Lakini kujisifia, kupoyangana njia, kutwa mitaani kila mtu anamjua kwa umbea, mwanamke mbea yule asiye kuona. Niaje? Hasa wewe. Nimefika. Nie, hamna vitu muhimu vya kuongelea. Mala familia yake, mala mke wake mjali, mala swini jamani. Lakini na Ramadhani tenu kama mnaona iko sawa. Mala subhanallah. Ramadhani ndio kitu cha kujisafisha. Ndio mwezi wa kujiona nyie watu. Mwaka mzima wote mnakaa kufanya ufuska tu. Mdada una mdomo mchafu wewe. Mwezi mtukufu huu unaanza kutongesha nini hapo? Tena wewe ndio hupaswi kuongea wewe. Kijalana mkubwa wewe. Shughuli kuswampa tu na wanaume wa watu. Na wewe kijalana mkubwa. Usochambwa ukachambika wewe. Maana yake nini kunichambia mume wangu hapa? Anakuhusu nini? Wewe malaya wako hujioni? Mbona saumu? Hivi una kitu gani? Hiki unatakiwa. Wewe una nini hasa cha kutufanya wewe? Si unatutambia hapa na tuongelea mafumbo, unaongea vitu ambavyo vieleweka, mwenyewe unajiona. Kwa kipi hasa? Kwa mwanamke gani hasa ukajitambia wewe kitu gani? Kwanza mwanaume wako mwenyewe kakuheshimu tu mpaka kuweka ndani. Yaani ungechukua losheni ungejipaka mwilini vichunusi vyote vingeondoka na vipele. Na light yaani ungekuwa muonekana mzuri mweupe ungeng'aa. Lakini hapo ulivyo mvivia yaani hakujui mtu yoyote. Huko kubana kijicho hakubana akakuona wewe aliniona mimi. Upo bibi? Alafu sikia. Na wewe msijifanye nyie watakatifu sana, msijifanye nyie mnaujali sana huu mwezi wa Ramadhani. Si unaelewa eh? Huyo Mungu mwenyewe hapendi shughuli mnazozifanya. Huyo Mungu mwenyewe anajua undani wenu kuanzia moyo, utosi mpaka ukucha wenu mpaka unyayo. Si unaelewa? Kwa hiyo kaeni mjitathmini. Huo ufuska wenu mnaufanya mimi wala hainiingii, ila Mola wenu anaelewa kila kitu, alafu wala hainishughulishi. Sio shida zangu wala sio vitu vyangu. Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema jisaidie nikusaidie. Kwa hiyo sisi tunajisaidia wenyewe. Unategemea hapa tusipochukua bwana zetu tutakula nini? Kula bwana wetu kwanza, bwana wetu wanaonga. Wanatoa, wanaweka sasampa, wanaweka keshmane. Umpate huyo yani wasiojielewa bodaboda atakupa 3000 kakuonga sana. Lakini wanaume zetu wanajua kukeri mbadi asitoke, unaambiwa utamu wa kila kitu upo kwa mchepuko upo. Kwa hiyo ndio maana akaja na anang'ania. Na yule mwanaume wako yule nitambeba bila kujua. Una kipi za kututisha sisi? Hebu niangalie vizuri kwanza, niangalie jinsi ulivyo sana wewe ubao. Wangu angejua angeleta funguo tu. Mimi nitulize bicho hapa. Maugomvi ya nini? Mpigane muumizane hapa. Mungu tuhurumie waja wako. Mimi dhambi tunafanya wote. Lakini wananiona mimi tu kwa sababu nakunywa pombe ya zarani. Lakini mbona na wao washarati wanafanya, kila mtu anajua.
kufa kulala makaburi matuta. Ni dhambi tunafanya wote, lakini nyiku bana vipwa mwe mavi. Sasa piganeni mnumizie mke wangu muone mtakapoangushia valangati hapa. Nafikiri ugomvi wa kunumizia mke wangu ndio sawa na ugomvi wa usafi. Tawachachafya wote. Ningemuonesha mtaa mzima kesipi. Ana miguvu ningemuonesha yule. Ningemchaushaje? Karibu. Asante sana. Nadhani sijachelewa sana, nimefika muda sahihi. Umechelewa kidogo. Najua ulinimisi tu. Njoo. Kwa hiyo ndo Muislamu sana? Hapana, sio kama Muislamu sana. Lakini haya masuala ya dini tuachane nayo kwa hapa. Hapa tufanye vitu ambavyo vimetuleta. Nikwambie kitu kimoja. Nimekumisi sana. Na mishindo yako ni ya tofauti sana. Umeanza? Nahisi unachelewa kufungua ile kanzu. Alina fast. Njoo tufanye hivi. Tulia kwanza. Kabla ya mechi, omo hapo. Leo nataka tupige omo pole sali moja, alafu tuingie mzigoni. Sijaelewa. Utaelewa tu. Ni michezo tu. Vipi sasa shemeji, anakuja saa ngapi? Sasa hivi saa 8 ujue mume wangu. Alafu natakiwa tuandae stari mapema mpaka saa hizi hajafika. Haya, mimi nipo namtafuta, si unajua tena yule ni mgeni. Inawezekana mitaa imemchanganya. Sasa umesikia mke wangu, ukiona muda unaenda, andaeni iftari, endeleeni. Mimi nakuja. Na wewe mume wangu basi uwai. Maana mimi najua kabisa kazini hii Ramadhani mnatokaga mapema sana. Nakupenda sana mke wangu.